Habari za Jumatatu, mtazamaji wangu, habari za leo. Karibu katika kipindi cha wiki hii na Bwana kutoka Prayer Partners. Karibu sana. Na katika siku ya leo, basi tushirikiane kuangalia neno kutoka katika kitabu cha Ufunuo. Ufunuo na ile sura ya 9. Na hii sura ya 9 inaonyesha kipindi ambacho tupo sasa hivi. Kuna vita ambavyo vinaendelea sasa hivi katika Afrika, katika kule mashariki ya mbali, ambapo pia Marekani ameingia katika hiyo vita. Israeli yupo, Irani yupo, na mataifa mengine kama zaidi ya 10 ikiwa ni pamoja na Lebanon ambayo pia yameingia huko, na kila siku tunasikia mashambulizi. Tumeangalia wakati ule wa Palestina jinsi walivyouawa wengi sana, na vita inaendelea. Lakini katika Biblia, kitabu cha Mathayo 24, Bwana Yesu Kristo anasema, mtakaposikia vita na matetesi ya vita, matetemeko ya dunia, mjue kwamba huo ni uchungu tu, kwamba ni uchungu kama vile ambavyo mama na jana ilikuwa siku ya kina mama duniani. Kwa hiyo mama anapopata uchungu, anapokaribia kuzaa, tunajua kwamba hapa anakaribia kujifungua pale uchungu unapokuja. Kwa hiyo vita na matetesi ya vita, alisema kwamba huo ni uchungu tu. Lakini pia katika kitabu cha Ufunuo sura ya 9 unaweza ukasoma pale, tunaambiwa kwamba pale ambapo mto Frati au Euphrates utakapokauka, wafalme wa kutoka mashariki watavuka, kwa sababu pale mto Frati inaonekana kama ni kizuizi fulani, lakini hii inakuwa symbolic zaidi. Kwa hiyo mataifa ya kutoka mashariki yatavuka kuja kuishambulia Israeli, na tunaona mataifa ya mashariki ni yapi? Watu wengine wanajaribu kusema China, wengine wanajaribu kusema Russia, wengine wanasema India. Yote hayo kwa sababu wanasema ni wafalme wa mashariki watavuka, na wanasema kwamba katika Biblia inasema kwamba wale malaika walioko pale Frati ambao wanazuia machafuko hayo, mauaji hayo kufanyika, wataitwa na kuondolewa pale. Kwa hiyo watakapoondolewa wale malaika wanne, manake mauaji, vita itafanyika na askari milioni 200. Askari milioni 200 watavuka na kuja kuangamiza watu theluthi moja ya wakazi wa dunia. Sasa theluthi moja ya wakazi wa dunia, kwa mfano ikitokea kipindi hiki ambacho wakazi wa dunia sasa hivi ni kama bilioni 8.7.3 hivi, maana yake ni kwamba theluthi moja ni kama watu bilioni 2.3. Hawa ni kama wakazi wote wa China pamoja na India. Kwa hiyo ndugu zangu, tuendelee kuyachunguza maandiko, tuendelee kutafuta uso wa Mungu, kwa sababu nyakati tunazoishi ni nyakati za hatari sana. Mungu akubariki. Naomba tuombe. Baba, katika jina lako Yesu Kristo, asante katika siku hii ya leo ya Jumatatu. Tusaidie Baba tuweze kulisoma neno lako, tusaidie tuweze kuelewa, lakini tupe Roho wako atuongoze ili tuweze kuelewa tunapokuwa tunasoma neno lako na tunapotembea katika nyakati hizi za hatari sana katika hii dunia. Naomba utubariki katika siku ya leo na katika wiki nzima hii. Hiyo milango iliyokuwa imefungwa Baba kwetu, tunaomba ukapate kuifungua, lakini pia tunakusihi sana ukatupatie kibali mbele zako na mbele za wanadamu. Katika jina lako Yesu Kristo tunaomba. Amen. Bwana akubariki.